Leo napenda nikushirikishe jambo moja ambalo nimeliona ni tofauti kiasi cha kwamba kufikia kiwango cha kunishangaza, kwa sababu namna ambavyo huwa likiongelewa na viongozi wetu kanisani huwa ni tofauti na vile ambavyo nimelikuta limeandikwa kwenye nyaraka ambazo kama mshiriki yoyote yule ndani ya kanisa ni kigezo kimojawapo anahitaji kuwapa anapokuwa anajiunga na kanisa hili. Nyaraka hizi nazitoa katika kitabu cha Counsels on Diet and Foods. Hebu nikusomee nukuu chache, sitakuwa na maneno mengi wala sitaki kuongeza maneno yangu. Napenda nikusomee nawe, baada ya kuwa umesikia na kusoma pamoja na mimi, basi unaweza ukatusaidia kwa maoni yako na tukabarikiwa kupitia hilo. Hebu nianze kusoma. Nukuu ya kwanza naitoa katika kitabu hicho cha Counsels on Diet and Foods, ukurasa 268 na ile para ya pili. Inaanza kwa kusema, Bwana anataka maarifa ya mageuzi ya lishe yawasilishwe kwa watu wake. Hili ni sehemu ya lazima ya elimu inayopaswa kutolewa katika shule zetu. Kadiri kweli inavyowasilishwa katika maeneo mapya, mafundisho ya usuyo upishi wa kiafya yanapaswa kutolewa. Wafundisheni watu jinsi wanavyoweza kuishi bila kutumia nyama. Wafundisheni unyenyekevu wa maisha. Nukuu nyingine katika kitabu hicho ambacho ni Counsels on Diet and Foods, ukurasa 269 na ile para ya pili, anasema mjumbe huyu wa Mungu, washiriki wa kila kanisa wanapaswa kukuza ustadi na ubunifu ambao Mungu atawapa. Bwana ana ujuzi na ufahamu kwa wote watakaotumia uwezo wao kujitahidi kujifunza jinsi ya kuchanganya mazao ya ardhi ili kutengeneza vyakula rahisi vinavyopikwa kwa urahisi na vyenye afya ambavyo vitachukua nafasi ya nyama ili watu wasiwe na sababu ya kula nyama. Kitabu hiki kinaendelea kutoa ujumbe katika kurasa ile ya 268 na paragrafu ya 4 kwa kusema, wakati ujumbe unapowafikia wale ambao hawajawahi kuisikia kweli ya wakati huu, wao hutambua kwamba ni lazima kuwe na mageuzi makubwa katika lishe yao. Wanagundua kuwa wanapaswa kuacha kula nyama kwa sababu husababisha hamu ya kunywa vileo na kujaza mwili magonjwa. Kwa kula nyama, nguvu za kimwili, kiakili na kimaadili hudhoofika. Mwanadamu hujengwa kutokana na kile anachokula. Tamaa za kinyama utawala kama matokeo ya kula nyama, kutumia tumbaku na kunywa vileo. Bwana atawapa watu wake hekima ya kuandaa vyakula kutokana na yale yanayozalishwa na ardhi, vyakula vitakavyoweza kuchukua nafasi ya nyama. Mchanganyiko rahisi wa karanga, nafaka na matunda ukiandaliwa kwa ladha na ustadi utapendekezwa hata kwa wasioamini. Hata hivyo, kwa kawaida karanga hutumika kwa wingi kupita kiasi katika michanganyiko inayotengenezwa. Sitahitaji kuweka maneno yangu, nimesema ninasoma. Tukiendelea na kitabu hicho hicho ambacho kimsingi ni mashauri juu ya lishe na chakula, ukurasa wa 245 paragrafu ya 3, mjumbe anaendelea kusema, mnapaswa kuwafundisha watoto wenu, mnapaswa kuwaelekeza jinsi ya kujiepusha na maovu na upotovu wa zama hizi. Badala yake wengi wanajishughulisha kutafuta chakula
kitamu chakula. Mnaweka mezani kwenu siagi, mayai na nyama, na watoto wenu hula vitu hivyo. Wanalishwa kwa vitu vinavyochochea tamaa zao za kinyama. Kisha mnakuja katika mkutano na kumwomba Mungu awabariki na kuwaokoa watoto wenu. Je, maombi yenu yanafika umbali gani? Kwanza, mna wajibu wa kutekeleza. Mtakapokuwa mmetimiza yote ambayo Mungu amewaachia mfanye kwa ajili ya watoto wenu, ndipo mtaweza kwa ujasiri kudai msaada maalum ambao Mungu ameahidi kuwapa. Katika kitabu hicho hicho, nukuu nyingine inaendelea kusema, watoto wanaruhusiwa kula nyama, viungo vikali, siagi, jibini, nguruwe, maandazi mazito na vikolezo kwa ujumla. Pia wanaruhusiwa kula bila mpangilio na kula kati ya milo vyakula visivyo na afya. Mambo haya hufanya kazi yake ya kuvuruga tumbo, kusisimua neva, kufanya kazi isiyo ya kawaida na kudhoofisha akili. Wazazi hawatambui kwamba wanapanda mbegu zitakazozaa magonjwa na kifo. Katika kitabu hicho hicho ukurasa wa 380 na ile paragrafu ya 2 na 3, mjumbe anaendelea kusema, mboga, matunda na nafaka vinapaswa kuwa sehemu kuu ya lishe yetu. Hata kiasi kidogo cha nyama hakipaswi kuingia tumboni mwetu. Kula nyama si jambo la asili. Tunapaswa kurudi katika kusudi la awali la Mungu katika uumbaji wa mwanadamu. Je, si wakati sasa kwa wote kuanza kuacha vyakula vya nyama? Inawezekanaje wale wanaotafuta kuwa safi, wanyenyekevu na watakatifu ili wawe na ushirika na malaika wa mbinguni kuendelea kutumia kama chakula kitu chochote chenye madhara makubwa kwa roho na mwili? Wanawezaje kuondoa uhai wa viumbe wa Mungu ili wale nyama kama anasa? Badala yake warudi kwenye chakula bora na kitamu alichopewa mwanadamu hapo mwanzo, na wao wenyewe wafanye na wawafundishe watoto wao kufanya huruma kwa viumbe wasio na sauti ambao Mungu amewaumba na kuwaweka chini ya mamlaka yetu. Nukuu nyingine katika kitabu hicho hicho ukurasa wa 382 paragrafu ya 3, mjumbe anaendelea kusema, wale wanaojihusisha na ulaji wa nyama, unywaji wa chai na ulafi wanapanda mbegu zitakazovunwa kama maumivu na kifo. Chakula kisicho na afya kinachowekwa tumboni huimarisha tamaa zinazopingana na nafsi na kukuza mwelekeo wa chini wa asili ya mwanadamu. Lishe ya nyama hukuza tabia za kinyama. Kuongezeka kwa tabia hizi hupunguza hali ya kiroho na kufanya akili ishindwe kuelewa kweli. Na nukuu yangu ya mwisho inatoka katika kitabu hicho hicho ukurasa 399 paragrafu ya 3, nayo inasema, watumishi, yaani wachungaji, viongozi wetu wa kanisa, wahudumu kanisani, watumishi wetu wasiwe mfano mbaya kwa ulaji wa nyama. Waishi na familia zao kwa mujibu wa nuru ya matengenezo ya afya. Watumishi wetu wasiruhusu tabia zao wenyewe na za watoto wao kuwa za kinyama. Watoto ambao matamanio yao hayajazuiwa
hujaribiwa si tu kuingia katika mazoea ya kawaida ya kutokuwa na kiasi, bali pia kuachia huru tamaa zao za chini na kupuuza usafi na wema. Hawa huongozwa na Shetani si tu kuharibu miili yao wenyewe, bali pia kunong'onezana na wengine maneno maovu na ya uharibifu. Wazazi wakipofushwa na dhambi, mara nyingi hushindwa kutambua mambo haya. Ndugu na rafiki ambaye umekuwa ukisikia na kusoma pamoja nami, ningependa kujua una mchango gani katika hili ambalo mimi kwangu lilinishangaza. Mungu akubariki na tukutane siku nyingine. Asante.